Kwa majina anaitwa Morris Makalis. Ni CEO wa King Morris TV. Nikukaribisha katika makala hii ili uweze kujifunza, kuelimika na kuburudika. Katika makala hizi utaweza kupata mambo ambayo haujawahi kuyasikia kokote. Historia za zamani, makala za siasa, makala za burudani. Yote haya utayapata ndani ya King Morris TV. Unachotakiwa kufanya ni kusubscribe channel hii. Kaa nami katika makala hii ili uweze kujifunza mambo mengi. Amani iwe juu yenu. Asante. Habari za wakati huu. Nikukaribishe katika makala hii. Makala ya leo tutaenda kuangazia gereza hatari zaidi duniani. Unachotakiwa kufanya ni kugusa button iliyoandikwa subscribe, kulike, kushare ili uweze kupata makala nyingi. Gereza la Secot, jela kubwa na kutisha zaidi Latin America. El Salvador imefanya makubaliano ya ajabu kuhusu kupelekwa kwa wahalifu wa magenge kama MS-13. Cha kushangaza, makubaliano haya yanawahusu sio tu raia wa nchi ya El Salvador. Wapo wahalifu wa mataifa mengine kutoka Venezuela, Mexico, hata Marekani. Lakini wengi wenu hamkuoji. Nini kinampa ujasiri wa kufanya makubaliano hatari kiasi hiki? Jibu ni moja tu. Gereza la Secot ni gereza hatari sana duniani. El Salvador imekuwa na historia ndefu ya mapambano dhidi ya magenge hatari kama MS-13 na Barrio 18. Chini ya uongozi wa Rais Nayib Bukele, serikali iliamua kutumia njia kali zaidi ya kudhibiti uhalifu. Na mojawapo ya hatua kubwa iliyochukuliwa ni ujenzi wa gereza la Secot, Centro de Confinamiento. Ujenzi wa gereza la Secot ulianza rasmi mwaka 2021 na ulikamilika na kuzinduliwa rasmi mnamo Januari 2023 chini ya uongozi wa Rais Nayib Bukele, na kisha kuingizwa wafungwa waliokuwa wa kwanza kutoka magenge ya kikomo kama MS-13 na Barrio 18. Liko katika eneo la Tecula na linatambuliwa kama jela kubwa zaidi Latin America kwa uwezo wake wa kufunga na kufungia hadi 40,000 wafungwa. Liko kilomita 74 kutoka mji mkuu wa nchi hiyo, San Salvador, mbali kabisa na makazi ya watu. Limekuwa ni nguzo ya Rais Bukele ya vita vyake dhidi ya magenge mabaya ya uhalifu. Secot ni jela kubwa sana kwa uwezo wake na kuhifadhi hadi 40,000 wafungwa. Inajumuisha seli 256. Kila moja inaweza kuhifadhi hadi 156 watu, inayofanya kuwa na watu wengi kwa nafasi ndogo sana. Kila seli na nafasi ya mita za mraba 0.58 kwa kila mfungwa, kinyume na viwango vya kimataifa ambavyo vimependekeza mita za mraba 3.4 kwa kila mfungwa. Hakuna madirisha, feni, vyoyozi. Ina maana hawa mwangaza wa jua na hewa tu ndio wanavitumia. Muda wote wafungwa wanashinda na vibukta kama vikoi vyeupe. Jela hii limejengwa kwa mfumo wa usalama mkali unaojumuisha kuta za chuma, mfumo wa skana na kina. Ina vifaa vya kuzuia fujo na silaha za usalama zaidi vya kutosha. Wafungwa wanapata chakula cha msingi kama vile mchele baridi na tortilla. Hakuna vifaa vya burudani au elimu, au muda wa kuona nje ni mdogo sana na hakuna kabisa. Wafungwa wengi hawajui kuhusu hali ya familia zao au kama wanaweza kufungwa kwa maisha. Mawasiliano na dunia nje yanawekwa chini sana. Inaongoza kutisha kwa hali. Kuna vyumba vilivyotengenezwa kwa chuma ili wafungwa wakale au walale. Kila seli ina beseni 2 za kuogelea na kwa ajili ya wafungwa kufulia nguo zao, na pia kuna vyoo viwili. Secot imetengwa mahususi kwa ajili ya wafungwa wa magenge ya kikomo kama MS-13 na Barrio 18 ambayo yamekuwa kichanganya uhalifu kwa hali ya juu nchini El Salvador. Serikali inaamini kwamba jela hii inaweza kudhibiti na kumaliza uwezekano wa magenge haya ya kikomo kuendelea kufanya uhalifu. Ikumbuke kuwa jela hii imejengwa mbali na maeneo ya umma na ina mfumo wake wa maji na umeme.
kinachokwisha kutenganisha wafungwa kabisa wa ulimwengu na wa nje. Ina silaha za kutosha za usalama na vifaa vya kuzuia fujo kwa wafungwa. Kimsingi, CESOT imejengwa kwa mfumo wa usalama mkali unaohakikisha kuwa hakuna mfungwa anayeweza kutoroka na kuwa na mawasiliano ya dunia ya nje. Vikosi maalum vya ulinzi viko kila kona wakiwa na silaha nzito. Teknolojia ya hali ya juu inatumika kufuatilia kila hatua ndani ya gereza. Hakuna wawakili au waharakati wa haki za binadamu wanaoruhusiwa kuingia kwa urahisi. Kwa upande wa raia wa El Salvador, wengi wao wanamuunga mkono Rais Bukele kwa sababu hatua zake zimefanya uhalifu upungue kwa kiasi kikubwa zaidi. Hata hivyo, mashirika ya haki za kibinadamu kama Red Cross, Human Rights Watch na Inter-American Commission of Human Rights yameonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu mazingira ya gereza hili. Masuala yanayotajwa ni kukiuka haki za wafungwa na kuwazuia katika mazingira magumu sana. Watu wengi wamefungwa bila ushahidi wa kutosha, kesi zao hazisikilizwi hata kidogo. Hakuna mipango ya kuwarekebisha wafungwa na kuwapa nafasi ya kurejea kwenye jamii wakiwa watu bora. Hatua kali za Nayib Bukele dhidi ya magenge zimemletea umaarufu mkubwa na anatumia CESOT kama ushahidi wa mafanikio yake katika mapambano na uhalifu. Raia wengi wanafurahia kuona wahalifu wakishughulikiwa kwa njia hii. CESOT sio tu gereza la kawaida, ni nguzo ya sera kali za Nayib Bukele dhidi ya uhalifu. Ni gereza linaloleta hofu, linalosifiwa na baadhi, lakini pia linakosolewa vikali na mashirika ya haki za kibinadamu. Willy Grant wa BBC, akiwa ni waziri wa sheria na wa usalama wa umma wa El Salvador, Gustavo Vitaro, alisema, tumejitolea kwa kasi na kwa hali ya juu kwa watu wa Salvador wafungwa. Huko CESOT hawatatembea tena katika jamii. Tutatayarisha kesi zinazohitajika dhidi yao. Kwetu sisi CESOT ni mnara mkuu wa haki wahi kujengwa. Hakuna cha kujifunza, aliongeza. Ujumbe huu pia uliwasilishwa na Twitter ya Rais Bukele hapo awali. Waambie NGO zote zinazoshughulikia haki za binadamu kwamba tutawaangazia wauaji hawa na wamwagaji damu washirika wao, tutawaweka gerezani na tutawatoka nje, Bukele aliandika kupitia X. Lakini changamoto kama kawaida, wapo wanaonewa, wapo wanaofungwa wa kisiasa wamepelekwa mule kung'aa. Asante sana kusoma makala hii. Una mtazamo gani juu ya makala hii? Hebu niandikie kwenye comment. Nini mtazamo wako? Usisahau kusubscribe. Hadi wakati mwingine. Asante.